Picha hii inaanza tu, tunaona kuna washikaji watatu hivi wa dini. Huyu mmoja anaitwa Sister Matilda, mwingine mwenye nywele nyingi anaitwa Father Alex, na huyu mwingine anaitwa Father Pius. Hawa ni watu wa dini bwana, wameenda kwenye kijiji cha watu kupeleka habari za Kristo. Mfalme akapewa taarifa, akaambiwa kuna watu wa dini wameingilia nchi yao. Akaita waganga wote na wachawi wa kijiji wampe maoni kwamba hawa watu wafanye nini. Waganga wakashauri kwamba wanapaswa wachinjwe, damu yao imwagwe kafara ili kijiji kibaki salama. Wakatumwa askari waende wakawachukua, lakini kwa bahati mbaya walipoenda kule wakawakosa. Kumbe washikaji walitoroka kimiujiza ile. Wakawa wanaanza kupita kijijini, nyumba hadi nyumba, usiku kwa usiku, kupeleka habari za uwepo wa Yesu, Bikira Maria, mambo kama hayo. Wakawa wanapiga gombo na injili nzito sana. Wakawakusanya watu usiku kwa usiku, wakawa wanawashawishi watu. Wapo watu waliowaelewa, maana kiukweli bwana Father Alois alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kushawishi. Yaani ni wale tunaoita charismatic leaders. Aliweza kushawishi baadhi ya watu wakamuelewa, akawapa vitabu, akawapa na rozari na kuwabatiza kabisa. Lakini kazi yao ilikuwa ni nzito, maana bado walikuwa wanawindwa na askari wa mfalme kwa udi na uvumba. Bwana askari wa mfalme walikuwa wametapakaa kila kona na kuhakikisha kwamba ni lazima wawakamate. Yaani wametumwa kumkamata Father Pius na wenzake na wawapeleke wakiwa hai. Siku moja wakati binti wa mfalme, yani princess, akiwa kwenye hekaheka zake, alibahatika kukutana uso kwa macho na hawa watu watatu wa dini bwana. Wakampiga injili, wakampa na rozari, wakamwambia hii mpelekee baba yako, mwambie kwamba amkabidhi maisha yake Yesu Kristo. Mfalme alipewa hizo taarifa akakasirika sana, maana huyu ndo mchawi mkuu wa kijiji. Alichukia, akasema binti yangu usirudie tena huu ujinga. Upande mwingine huko kati Sister Matilda akiwa amekaa amepumzika anapiga injili ya kimya kimya, alishangaa kuzingirwa na jopo kubwa la askari wa mfalme. Wakamkamata, wakampiga na kuhakikisha kwamba wanamnyonga na kumuua kabisa. Baada ya hapo wakambaka na kumtoa bikira yake bwana. Father Pius na Father Alex waliporudi walilia sana, maana mwenzao ndo hivyo ashafariki. Father Pius imani ikamshuka, akasema anataka arudi zake mjini, akaondoka na kuacha msafara wa Father Alex. Lakini bado Father Alex, kwa kuwa imani yake ipo juu, alienda kukaa mahali ili afanye ibada. Mfalme akapelekewa taarifa na askari wake kwamba wamemkamata yule binti wa dini na wamemuua, maana alileta upinzani kidogo. Mfalme akakasirika, akasema I need them while they are alive. Na wahitaji wakiwa wapo hai hawa. Nendeni tena, hakikisheni mnawaleta wakiwa hai. Askari wakarudi tena mzigoni. Kwa bahati nzuri wakakutana uso kwa macho na Father Pius bwana. Wakamkamata, wakamteka, wakampeleka kwenye eneo zuri la kumuhifadhia. Father Alex akaenda akapiga magoti chini, akalia sana, akaomba Mungu wake, mpaka mzimu wa Sister Matilda ukamtokea. Maana aliona kama vile Mungu kamsahau hivi. Yaani yupo kijijini katikati ya mambo mazito kama haya, wenzake wanafariki, wengine wanapotea. Father alipiga maombi mazito mpaka malaika akamtokea na kiwiliwili cha Sister Matilda kikamaterialize in a miracle way. Baada ya hapo Father Alois alienda kwenye madhabahu ile ya kichawi, akapiga injili na kumwaga maji ya baraka, akahakikisha kwamba amevunja na kutapanya uchawi wote wa madhabahu hii ya kichawi. Hadi waganga wakuu na wachawi wa madhabahu hii walipokuja walishangaa, maana nguvu walizokuwa wanaziamini zilikuwa zishasambaratishwa. Wakawa wanapimana nguvu sasa, nguvu ya kimungu na nguvu ya kichawi. Lakini kuna tukio moja zito alilofanya Father Alois, mpaka wanakijiji wenyewe wakasalimu amri, maana mchawi mkuu wa kijiji alipiga magoti mbele yake mara baada ya kuinuliwa mkono juu na akaambiwa fire. Binti mfalme akapenda hiyo bwana. Akasema kama inawezekana naombeni munibatize na mimi nijiunge na dini hii. Maji yakaletwa pale, akapigwa maji, mission ikawa completed. Kijiji kikawa kimekuwa well rescued. Washikaji walirudi mjini. Kule mjini Father Alois akawa anakusanya watu kwenye kanisa lake, anawahubiria juu ya uwepo wa Yesu, Bikira Maria na mambo kama hizo yani. So unajua tena vijana wakamfuata, wakatamani maisha yake. Upande mwingine huku kuna familia, kabla ya kula wanafanya maombi. Sister anaomba, wenzake wanakula. Wakala mpaka wakamaliza msosi wote. Ile anafumbua macho, washamaliza kila kitu. Bwana we. Upande mwingine huku kuna mwamba yupo na manzi wake. Ila manzi kila akikumbatiwa anaona picha ya Yesu iko mbele yake. Yaani mambo ya miujiza tu ile. Huku tunamwona kuna baba mmoja bwana, yeye na madhabahu ya kichawi. Huyu ni mzee wa mambo ya kishirikina, na mwanae kamfanya ndondocha, kamgeuza mwanae kuwa zuzu. Mwanae ndo huyu bwana. Yaani ni zuzu, kamgeuza mwanae kuwa kama kihongwe. Dada akija akimuona kaka hivyo anakasirika, anahisi labda kaka anaigiza, kumbe asijue mama ndo kamfanya hivyo na baba.
baba anamlazimisha mama kwamba atafute kijana mwingine wa kiume ili amtoe kafara, ila mke kagoma. Usiache kusubscribe channel hii.